Yes, karibu msikilizaji wa Gray Simulizi katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Madam Neema. Karibu kujua kisa hiki cha Madam Neema, na mimi ninayekusimulia kisa hiki ni Gray Simulia. Kwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikuombe usisahau kusubscribe, kulike ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi. Tuanze na simulizi yetu. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na mlima ya kijani kibichi kaskazini mwa Tanzania, alizaliwa msichana aitwaye Neema. Alikuwa binti wa pekee katika familia ya watoto 5, lakini alizaliwa katika jamii iliyokuwa na mila na desturi kali zinazomkandamiza mwanamke. Tangu akiwa mdogo alifundishwa kwamba siku moja atakuwa mke wa mtu, na pengine hata mke wa pili au wa tatu wa mume atakayepewa na wazazi wake. Baba yake Mzee Majaliwa alikuwa mmoja ya wazee wenye ushawishi mkubwa katika kijiji chao. Kwa mtazamo wake, ndoa ya mitala ilikuwa ni heshima kwa mwanaume na wajibu wa mwanamke, lakini kwa Neema ilikuwa ni kifungo cha maisha. Tangu akiwa na miaka 13, alipokuwa akiona wake wa mitala katika kijiji chao wakihangaika, wakilia kimya kimya usiku na kunyimwa sauti yao binafsi, moyo wake ulijaa hofu na huzuni. Alipoanza shule ya sekondari, Neema alionyesha bidii ya ajabu. Alikuwa na ndoto kubwa za kuwa daktari, lakini ndoto hizo zilihatarishwa na desturi za jamii yake. Miaka yake ya shule ilipofika tamati, baba yake alimtangazia kuwa ameposwa na Mzee Mwakalinga, mfanyabiashara maarufu wa miaka 53, ambaye tayari alikuwa na wake 2. Msikilizaji wa Gray Simulizi, nikukumbushe kusubscribe katika channel yako ya Gray Simulizi ili kupata simulizi zetu kutoka hapa Simulizi. Habari hizo zilimpasua moyo Neema. Aliogopa maisha yale aliyoyaona kwa wake wa mitala, maisha ya kunyimwa uhuru na kutumikishwa kama mtumwa ndani ya ndoa. Alijaribu kumshawishi baba yake, lakini hakuna aliyemsikiliza kilio chake. Mama yake alimuonea huruma, lakini hakuwa na mamlaka ya kuzuia uamuzi wa baba yake. Usiku mmoja, baada ya kushinikizwa kukubali mpango huo kwa vitisho na vipigo, Neema aliamua kufanya jambo ambalo alikuwahi kufanyika katika historia ya familia yao. Alitembea kwa siku 2 hadi mji wa karibu, akiwa na matumaini ya kuomba msaada kwa mwalimu wake wa zamani aliyekuwa akiishi huko. Mwalimu huyo, Bi Salma, alimtunza Neema na alimsaidia kupata hifadhi kwenye kituo cha wanawake waliokimbia ukandamizaji wa kijinsia. Hata hivyo, familia yake haikukubali aibu hiyo kirahisi. Baada ya baba yake akihisi fedheha kubwa, alituma ndugu zake kumtafuta. Walijaribu kumbembeleza arudi, walimtishia na hata kumtumia ujumbe wa laana kupitia wazee wa kijiji. Lakini Neema alikuwa thabiti. Alianza kufanya kazi kidogo kidogo huku akiendelea na masomo yake. Miaka ilipopita, Neema alipata udhamini wa kusoma chuo kikuu. Alisoma kwa bidii na kuwa daktari kama alivyoota. Lakini njia yake ya mafanikio haikuwa rahisi.
Alipambana na unyanyapaa kutoka kwa baadhi ya watu wa jamii yake waliodai kuwa alikuwa amevunja mila. Alikabiliana na changamoto za kifedha na hata vitisho vya kuuawa, lakini hakurudi nyuma. Msikilizaji, nikuombe kusubscribe chaneli yako ya Gray Simulizi ili kupata simulizi mbalimbali. Baada ya miaka mingi, aliporudi kijijini akiwa daktari aliyefanikiwa, wengi walishangazwa. Baadhi walimtazama kwa mshangao, wengine kwa hasira, lakini wengi wa wake wa mitala waliona matumaini kwake. Alianza kampeni ya kuwasaidia wasichana wa kijiji chake wapate elimu na kuepuka ndoa za lazima. Aliwapa msaada wa kisheria wanawake waliotaka kujitoa kwenye ndoa za mitala. Neema alikuwa shujaa wa kweli.